mimi ni mkaaji wa Nairobi hapa, na nilikuwa nimetoka safari jana huko Nakuru ambapo nilienda kufanya kazi huko. So kurudi saa asubuhi naona kila kitu imekuwa paralyzed hapa Nairobi. Na vile mnavyojua Nairobi is the capital city of Eastern Africa. Kama itaenda kuwa hali na kuwa vile iko namna hii, biashara za watu hawataweza hata kulipa loan, watu watakosa pesa, hata watoto watakosa chakula kwa meza, kwa sababu wazazi hawatakuwa wameenda kazini. Kwa sababu lazima uende ufanye kazi, upate pesa ndio ununue chakula. Kwa hivyo mimi nimeshangaa sana, kwa sababu hali vile iko saa hii iko na tension. Watu kila mtu ana suspect each other. Watu wanakaa ni kama they are just living in fear of the unknown. Hawajui ni nini inaendelea. Sisi tunaomba na tunaambia Wakenya watulie, na tunawaomba tena watu waendelee kufanya biashara. Kama serikali ilisema iko na security imeweka in place, let us come to places of work, tufanye kazi endelee kama kawaida. If there is any demonstration, kulingana na vile hata watu wamesikia, tufanye peaceful demonstration. Upeleke memorandum yako mahali unastahili kutaka kupeleka. Lakini sasa mambo ya vita sisi hatutaki. Hatutaki kuharibu mali ya mtu. Unakuta mtu amechukua pesa yake loan, anataka kutumia afanye biashara yake, alafu biashara inaharibika. Hiyo loan haitasikia hiyo maneno, inataka wewe ulipe na itakuwa mbaya sana. Kwa mimi naomba Wakenya wote hapa Kenya yote mzima and any other place, tuwe na peace, tufuate katiba. Kama tuko na maneno ya demonstration, tunafuata tu sheria ya katiba ya Kenya, na mambo yote yatasikizwa na serikali, sababu hata wale watu wanafanya kwa serikali na wale wako kwa serikali ni Wakenya na ni wenzetu na wanatuelewa. Nimeshukuru sana. What about the police officers? Unaweza zungumza jambo gani kuhusu askari? Tunajua police officers wote wetu wa National Police Service, hao ni kazi yao wanafanya, because wao ni kuhakikishia kwamba tuko na peace and security, na kazi yao pia ni kuhakikisha kwamba mali ya binadamu wote wenye wako hapa Nairobi na mahali popote, all the cities in Kenya iko protected na hakuna mtu anaharibu. Hiyo ndio kazi yao. It is to maintain peace and order, to protect life and property ya watu wote Kenya hii, regardless of mali ni ya nani na ni ya mtu aina gani. Then what about, you see that police yesterday, CS Njeri Murkomen said that all business will just go on, and everything, maybe let me say that vehicles will just run smoothly. And we see that there's some part of the country or some part of inlet roads to Nairobi, they are already blocked or closed due to this demonstration that maybe it's going to happen today. I think kulingana na CS vile aliongea, nafikiri alijua tu ya kwamba maneno itakuwa noma. But you know when you collect intelligence baadaye, na usikie kama kuna suspicion mahali fulani inaweza tokea watu fulani waanze kufanya maneno hapa Nairobi, polisi wako na powers to protect such places. And that's why unaona ya kwamba areas fulani magari imekuwa bad to enter the city, because maybe it is suspected to be carrying some goods that come and disturb this area. Otherwise, mi naona there is no contradiction. Hii ni mambo ya security that can be put in measures, because security can be changed anytime. Mtu anaweza sema leo kitu itakuwa normal, kesho yake kitu fulani kitokea. Police have to take preventive measures. Na mimi nikiuliza jambo, tukikumbuka mwaka wa 2024, yes, tarehe 25, tuliona vijana wengi waliuawa ikiwemo Lex Masai. Yes. Vijana wengi waliuawa. Unaweza sema aje hiyo jambo, kwa sababu leo ni tarehe 25? Sisi tunataka kusema hivi kwa sababu hatutaki kurudia ile mambo ya tarehe 24 ambapo vijana wetu wengi waliuawa vibaya sana. Saa hii kama tuna celebrate vijana wetu, na sisi tuko na maneno ya kupeana, waje ikuwe peaceful, waje ikuwe na mwelekeo, na kama kuna mtu ameandika memorandum yake apeane kwa relevant officers. Lakini wewe kwa maoni yako unaona kwamba kuna haki itatendeka kwa familia zao? Kulingana na mimi, serikali nimeona imeonyesha interest. Interest ni kwamba serikali imekuwa remorseful na imefika mahali imesema wale watu waliathiriwa walipwe fidia fulani. That one shows that the government is very much interested in its people. Na ikiwa interested in its people,
nafikiri itakuja kuendelea kusaidia, lakini you cannot buy life. That's what we know. Life is very expensive. You can't buy that life. Hiyo ni token tu ya appreciation ya kwamba the government is interested to help our people who are affected during those demonstrations. Na tunasema demonstration kama ya saa hii, we want it to be peaceful. Hatutaki kuata Kenya wakati ilipata independence watu waliuawa, lakini tukisherehekea ile independence day yetu kama ni Madaraka Day ama Mashujaa Day, hatupiganani, we go in peace. But you know those days people were fighting and they were killed.